Postpartum hemorrhage au kwa jina lingine inajulikana kama PPH. Post means after and partum means delivery. Hemorrhage means excessive bleeding or uncontrolled bleeding. So postpartum hemorrhage naweza tukasema kwamba it's a excessive bleeding after delivery. Sasa postpartum hemorrhage or PPH ni one of emergencies. Sasa sababu kubwa tutaziona mbele zinazosababisha, lakini you medical personnel huwezi ukadefine to postpartum hemorrhage as a excessive bleeding after delivery. Sasa utadefine vipi? Postpartum hemorrhage ni of course blood loss of greater than 500 ml following vaginal delivery. So things to note here ni 500 hiyo mils ya blood loss kwa kipindi akijifungua kawaida. Lakini akifanya cesarean section anakuwa amepoteza kiwango cha 1000 mils following cesarean section. Sasa kuna types za postpartum hemorrhage. Tunazo mbili ambazo ni primary postpartum hemorrhage and secondary postpartum hemorrhage. Primary postpartum hemorrhage occur within 24 hours of delivery. Lakini hii secondary inatokea after 24 hours to 6 weeks of postpartum. Hii ina maana gani? Kwamba primary PPH ina maana ni PPH ambayo imetokea masaa 24 kipindi ambacho mama amejifungua. Kwa hiyo itakapozidi masaa 24 hiyo ndo tunaita secondary PPH, lakini iwe within 6 weeks zile za postpartum. Rather than hapo hiyo sio postpartum hemorrhage. Things to note here ni kwamba of course we define postpartum hemorrhage tukasema kwamba ni excessive bleeding after delivery. Tukaona kwamba blood loss 500 mils following vaginal delivery and 1000 following cesarean section. Lakini kitu cha kunote hapa, if the patient is anemic, the amount of blood loss that produce cardiovascular compromise ndo tunatemu as a postpartum hemorrhage. Causes of PPH, causes of postpartum hemorrhage. Sasa kama ambavyo tulivyoona kwamba PPH na excessive or uncontrolled bleeding after delivery or after childbirth. Sasa tutaona ni sababu gani ambazo zinaweza zikapelekea hiyo PPH. Sababu ya kwanza tuna tone. Sasa tunapozungumzia tone tunamaanisha kwamba lack of uterine tone. Sasa kunapokuwa na lack of uterine tone, uterus lazima itafeli kucontract well. Sasa risk kubwa ya ambazo zinapelekea hizo ni overdistension of uterus. Sasa overdistension ya uterus inaweza kaa inapelekiwa kwa sababu ya prolonged labor, inaweza kaa ni polyhydramnios, multiple pregnancy or high parity. Sababu ya pili tuna tissue factor ambazo tunaongelea retain placental product au zile product of conception. Sasa kunapokuwepo na remain ya hizi placental and the product of conception zina prevent ile effective uterine contraction which ambayo na yenye itapelekea PPH. Mwanamke ata continue bleeding. Ya tatu tuna trauma. Of course ni tear but sometimes other book wanasema ni trauma. Sasa kunapokuwa na genital tract injury ambazo tuna kama vile uterine rupture,
au hizo cervical vaginal laceration au perineal tears, na zenyewe zinaweza zikapelekea PPH. Ya tatu ni thrombin, of course ya nne ni thrombin factors, ambapo hapa kuna kuwepo na clotting disorder, na maana damu inashindwa kuganda, sababu inaweza ikawa ni hizi HELLP syndromes or inherited coagulation defect. Sasa ili uweze kuzikumbuka hizi, ukiangalia hapa tuna 4 T's. Kwa hiyo causes of PPH, just remember 4 T's: tone, tissue, tear and thrombin.